Bwana, uamuzi ambao umefanyika katika klabu ya soka Young Africans ni uamuzi ambao ni wa kikubwa sana na ni wa kiungwana sana, kwa sababu klabu ya Young Africans ni klabu ambayo inaamini katika mafanikio na katika maendeleo ya kwake binafsi. Inaamini ni miongoni mwa vitu au ni miongoni mwa klabu ambazo zinaweza kufanya mabadiliko muda wowote, saa yote, dakika yoyote. Hapo ndipo linapokuja swala la mafanikio binafsi. Sasa taarifa za ndani viwandani ni kuhusiana na kile ambacho amekifanya, uamuzi aliofanya wa kuweza kuingia sokoni kutafuta mbadala wa Djigui Diarra Screen Protect, ambaye anaonekana kutokubaliana kabisa na misingi imara ya klabu yake Dar es Salaam Young Africans. Apart from that, Young Africans wamesema hawana sababu tena nyingine ya kuendelea kukubaliana na mtu ambaye anaweza kuwa juu kuliko wao, na wao wakiwa wanaamini kwamba wana uthubutu wa kuifanya kazi na kutafuta masoko na kuwa kama sehemu ya timu kubwa kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo vinawafurahisha Young Africans ni kwamba wana uwezo wa kuzungumza na klabu yoyote ile na kwa maridhiano yoyote yale na wakaweza kupata mafanikio. Moja kati ya mafanikio makubwa sana hayo, nami huwa nazungumza nikiwaonyesha kwamba Young Africans miongoni mwa hizo timu ambazo zimekuwa zikijipatia umaarufu, lakini pia zikijipatia ubora wa hali ya juu. Mwisho wa siku unaambiwa kwamba wameingia moja kwa moja ndani viwandani kuweza kumpata golikipa mzuri na bora kabisa kutoka huko katika klabu ya Kaizer Chiefs ambayo inashiriki ligi ya huko Afrika Kusini. Sasa Kaizer Chiefs ni miongoni mwa timu ambazo zina uhusiano mkubwa au moja kwa moja na klabu kama Young Africans, na at the moment utakumbuka wakati wanazindua au wanatambulisha kikosi chao, basi waliwaalika Young Africans katika siku ya Toyota Cup na walikula chuma 4 kama utakumbuka. Kaizer Chiefs walikula chuma 4 ambapo Aziz Ki aliingia kambani mara 2, Mzize pamoja na wao kujifunga, tunakumbuka hivyo. Lakini pia tukumbuke kwamba Kaizer Chiefs waliwahi kuja tena Tanzania kucheza na Young Africans, walikula chuma 1. Of course walipigwa home and away, na hayo ni mafanikio makubwa sana. Sasa moja kwa moja Young Africans wameona Petersen kama goalkeeper ambaye atawafaa kabisa katika swala lao au katika jambo lao, na atafaa katika maendeleo ya timu yao. Ndio maana wanaendelea kufukuzia mwizi kimya wakiamini kwamba wanaweza kufanya jambo lolote la kimsingi na la kiutu uzima. Moja kati ya matukio ambayo yanafurahisha Young Africans ni ule ufahamu, the spatial awareness ya timu katika kuboresha na kubeba misingi imara ya klabu yenyewe. Ni kitu ambacho wanakienjoy, wanakifurahia na wanaona kabisa kinaweza kuwa na matunda au kawa na weledi katika utekelezaji wao. Sasa moja kwa moja Djigui Diarra inaonesha mkataba wake uko unamalizikia, na tayari viongozi hawaoneshi nia nyingine ya kutaka kumuongeza mkataba, kwa sababu wanachama na mashabiki wameshakuwa kama vile hawajawa tayari na uwepo wake tena pale, hawajawa tayari na uchezaji wake pale. Sio kwamba hawamtaki, hapana, lakini wanaamua kutafuta chaka lingine au kutafuta mafanikio au kutafuta changamoto ya golikipa mwingine. Ndio maana wameamua kufanya kusimamia misimamo ili waweze kuleta mantiki na manufaa katika klabu yao ya Dar es Salaam Young Africans. So moja kwa moja wanaamua kuendelea kufukuzia mwizi kimya na kutafuta masoko tena kwingine, ambako nimekwambia hapo kwamba Petersen ni nani? Huyu ni golikipa kutoka pale Afrika ya Kusini, ndio golikipa nambari 1 katika klabu ya Kaizer Chiefs, na ndio golikipa ambaye anawania clean sheet na wakina Lonnie Williams ndo anavuma, lakini ndio golikipa ambaye anaonesha ni kwa namna gani ni golikipa wa kisasa, uwezo wake wa kudaka, uwezo wake wa kuanzisha mashambulizi, uwezo wake wa kuongea akiwa anapanga safu ya mabeki. Ni golikipa wa aina yake, golikipa ambaye anatambua thamani yake, golikipa ambaye anajua nini ambacho anapaswa kukifanya kwa wakati gani. Kwa hiyo ni golikipa wa viwango vya juu sana, ambaye anaweza akakupa chochote kile ambacho anahitaji kutokana na mahitaji ya team, na ni golikipa ambaye yuko makini sana. Young Africans wanapotafuta golikipa, basi waangalie criteria au categories kadhaa. Moja, waangalie golikipa ambaye anaweza akawa juu zaidi, yani mwenye uwezo zaidi ya Diarra,
au sawa na Diarra. Sasa Petersen anakuja anajibu maswali hayo kwamba watamtoa wapi. Petersen yupo, ni golikipa mwenye hiyo kariba, ni golikipa mwenye huo uwezo, ni golikipa mwenye utashi, na ni golikipa ambaye anaweza kusimama kwenye hiyo engo. Kwa hiyo ni golikipa mwenye uzoefu na uwezo mkubwa sana. Niseme tu ni miongoni mwa magolikipa ambao wanajimudu sana, wanajiweza na wanaweza sana kucheza kwenye nafasi kama golikipa wa kisasa. Ana height nzuri, naposema height urefu, lakini pia ana nguvu miguuni, mikononi, lakini pia ana mamlaka. Anapokuwa na mpira anaujua namna gani aanze mpira au apige vipi. Ndio maana utakuta Petersen ni miongoni mwa magolikipa ambao wanaonesha usasa wao kwenye mpira wa hapa nchini Tanzania. Moja kati ya vitu ambavyo nilifurahi na kufurahishwa ni kwamba anakuja kwenye klabu ambayo ina influence kubwa kama vile Kaizer Chiefs, ina malengo makubwa kama Kaizer Chiefs, lakini pia ina weledi mkubwa kama vile Kaizer Chiefs. Ni miongoni mwa timu ambazo zinasimama imara, zina utashi na nguvu kubwa sana kwenye mapambano yao. So niseme tu kwamba Petersen ni miongoni mwa watu ambao wanajimudu sana. Kwa hiyo Djigui Diarra sio golikipa mbaya, lakini nidhamu ni bora sana, kwa sababu ndio maana watu wanasema kwamba pesa naitaka ila heshima naitaka, nidhamu naitaka kwanza, kwa sababu usipokuwa na nidhamu kwenye pesa uweze ukasimama. Kwa hiyo Djigui Diarra ana kipaji, lakini nidhamu inaendelea kumkandamiza, kwa sababu hakupaswa kufanya kitu ambacho alikifanya au anaendelea kufanya, kwa sababu ni makosa ambayo yanajirudia kuonesha kwamba yeye ni biggest, ni senior kuliko watu wengine. Kwa nini afanye hivyo? Ni kwa sababu pengine anaamini kwamba yeye ndio bora zaidi kuliko wengine. Hiyo ni mbaya sana, kwa sababu pale watumishi ni wengi. Napozungumzia watumishi, maana yake ni watu ambao anafanya nao kazi, watu ambao wanadaka nao au anaocheza nao. Kwa hiyo yeye akijiona ni mkubwa, wao watajihisi vipi? Wao watajisikia vipi? Kwa hiyo lazima kuweza kuthink beyond na kuweza kufikiria nini ambacho alipaswa kukifanya, sio kuwa mkubwa kuliko timu. Hiyo inaumiza na haiwezi kuwa ina afya kwenye mpira, kwa sababu kila mmoja anajua nini ambacho anakifanya na kwa wakati gani. Kwa hiyo anachokifanya Djigui Diarra, alipaswa kufikiria kwamba mara mbili, kwamba anachofanya sio kizuri na hakina maana. Kwa hiyo Africans wakiachana naye sio vibaya, ni kwa maslahi mapana ya timu, maslahi mapana ya klabu. Na hii inasema kwamba acha tusonge mbele kweupe, na Young Africans inasema